wale wengi ambao wanajua mimi nimehama chama cha UDA, na nikasema nimeifungua milango nikaweze kushauriana na watu wa Kilifi, watu wa Pwani, taifa zima. Na hawa ndugu zangu wako katika mishemishi. Mimi sitaongea sasa, nitapasua mbarika kadri tunavyoendelea, lakini hivi sasa tuko katika kipindi cha mazungumzo, na leo nimetembelewa na jamii ya Wiper katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo pia nilipata fursa ya kuzungumza na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mwenyewe, na tukazungumza mambo kiasi, na leo ujumbe wake umekuja. Bila shaka hata yeye atafika, kwa sababu huku pia ni kwake Malindi. Hapa yeye hasemi yeye ni Mkamba ndio akuja aone Wakamba peke yake. He is a national leader. Kwa hivyo yeye atakuja hapa kama kiongozi pia wa taifa, na tutakuwa na mkutano mkubwa sana na yeye, na tutakuja kuongea mengi. Lakini kwa sasa nataka niseme tumekuja kuabudu. Watu wa Kilifi wanazidi kukandamizwa, kuambiwa ya kwamba wao ni lazima wachague gavana ambaye hata watumikia nini, anaenda kutumikia kitu kinaitwa broad base, na hatujui kitu kinaitwa broad base ni nini. Kwa hivyo mimi nawaomba, time hiyo ikifika, mchague gavana atakaye watumikia, muachane na ule gavana anaitwa gavana wa broad base. Bwana Yesu asifiwe. We are not worried about ground. Ground iko sawa. Wananchi wako sawa. Tatizo la wananchi ama hofu yetu ni yenye principles uko juu. Mpeleke hizi salamu. Sisi hatuna shida. Uko juu lazima mshikane. Kwa sababu wananchi, we are not ready to suffer for another 5 years. Hatuko tayari kusafiri tena kwa miaka mingine mitano. Ninyi mnajua vile hii kaunti yetu hapa tumeumia na vile tunaendelea kuumia. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kuumia tena miaka mitano. Wananchi wako sawa, ground iko sawa. Principle, msifanye makosa ya kila mtu kwenda kivyake. Mtakuwa mmetumaliza kabisa. Kwa hiyo hii message lazima ifike kwa principle. Kivyovyote iwe iwavyo, lazima washikane na tuje na candidate mmoja. Leo yale maombi, kule kuteseka, ya ile changamoto tulizopitia kama watu wa Kenya, mimi leo Mwashako ninasema Mungu amesikia kilio chetu. Mungu amesikia kilio cha watu wa Kenya. Tumekaa, sisi si watu wachanga, tumekaa. Tumeona marais, tumeona mtu anaongea mambo ya Kibaki hapa, tumeona Uhuru Kenyatta, tuliona Moi. Lakini zile changamoto tunazopitia leo, Wakenya hawana matumaini. Na ndio maana kanisa la Mungu kama hili, na uhakika mnaomba na kumlilia Mungu. Basi leo nimefika kipindi Mungu mwenyewe aseme nimesikia kilio cha watoto wangu wa Kenya. Mwaka ujao ni mwaka, a defining moment in the history of this country. Kwamba lazima tukafanye jambo ambalo halijafanyika kwingine. Yaani lazima muujiza Mungu atatusaidia kuufanya, au kupeleka mtu nyumbani na watano. Mimi najua huu ndio muujiza mkubwa ambao watu wengi hawaamini, lakini inaenda kufanyika mwaka ujao. Kwa sababu tumelia vya kutosha. Ile tunayoomba sasa, huyu Gideoni, Mungu ambaye atamteua awe ndiye atakayepeperusha bendera ya alternative government. Je, ni nani? Na najua hilo swali tunaulizana hapa. Tunataka kujua, je, ni nani tutamtuma kule State House na changamoto zipungue. Mimi sitaki kuquote mambo ya Biblia sana, maana pengine wana pastor yuko hapa. Lakini najua kuna mtu kwa Biblia alisikia Mungu akiuliza, ni mtume nani? Nani atakayeenda kwa ajili yetu? Huyu mama Aisha Juma, kiongozi wenu, kama nyinyi mtaona anafaa, simameni na yeye kujikomboa nyinyi wenyewe. Usiende kupigia kura na mwenyewe, yani watu ambao wako na majina. Msibebewe viongozi mletewe hapa na mandege. Msikubali hiyo, kwa sababu nyinyi hamtembei na mandege. Nyinyi mnatembea kwa miguu, kwa baiskeli, kwa bodaboda, kwa magari. Nyinyi wenyewe mkichagulie viongozi ambao wanakaa kama nyinyi. Tuelewana watu wetu?
Kwa hiyo nikifika huo wakati na dada yetu wafanye uamuzi wa busara, na mimi nataka ni congratulate for the bold step that Aisha has taken. Najua nilikuwa namwambia juzi kuongea, sasa dadangu, ile kitu najua umefanya na ujui ni kwamba sasa wewe umefungua the transfer window. Sasa ngoja utaona vile watu watafurika. Na mimi nikajiuliza, kama mamba ametoka kwa mto, ndani huko kwa mto, amekuja nje huku kwetu mahali tu kwa nje kafu, na ametuambia, bwana, mahali nimetoka huko ndani, bwana, yule papa ni mgonjwa. Sasa wewe na auishi kwa maji ndani, itakuwa wewe ni nani kukataa yale ambao umeambiwa na mwenye anaishi wapi? Huko ndani. Yeye ukisikia amesema kule kwa UDA kuna maneno, yeye alikuwa huko ndani. Huyu alizungusha rais Kenya mzima akimtafutia uongozi. Akisema kumeshindikana, ujue kumeshindikana. Mimi binafsi ni Muislamu, lakini ni mtoto wa kanisa. Nilisomea primary shule ya ACK, Anglican Church of Kenya, Mapimo. Lakini lao si wa Kristo, Uislamu haumesimama. Simon msikatambiki. Lao si wa Kristo, Uislamu haumesimama. Wakati mtume alikuwa ni Mkristo, akahifadhi Waislamu, Waarabu wasiwaue, ndio dini ienee. Sijui kama tunakubaliana hapo. Kwa sababu Negas na mtume walikuwa wanaamini kile. Mimi ni mfuasi sugu wa Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ndio mtu pekee atakayegombea